Hello guys, habari ya muda huu. Kama kawaida tutaendelea na somo letu la Smart Money Concept. Hii ni strategy ambayo tumeichagua kuifundisha. Yapo kwenye forex kuna strategy tofauti tofauti, lakini tumechagua kufundisha Smart Money Concept ili iweze kutusaidia katika uchambuzi wetu wa soko, ili tuweze kupata matokeo sokoni. Kama kawaida, last time nakumbuka tulizungumza kuhusu liquidity engineering, lakini leo tuna concept nyingine inayoitwa flip. Wewe kama trader wa smart money lazima ujue hizi concept. Hivyo basi, tukisema flip tunamaanisha nini? Flip ni liquidity engineering iliyofeli. Kwa lugha rahisi unaweza kusema hivyo. Kwa hiyo sasa tunapokuwa tuna trade lazima tujue ku identify flip katika market. Flip ni kitu gani? Okay, ngoja twende moja kwa moja kuelekezana kwa vitendo. Nimesema flip ni liquidity engineering iliyofeli. Kama ulielewa somo la liquidity engineering, hata kwenye flip tutaelewana vizuri kabisa. Basi kama kawaida tulisema market huwa ina move katika namna tatu. Inaweza kuwa ni uptrend, inaweza kuwa ni downtrend, inaweza kuwa ni sideway. Kwa kama ni uptrend, tunajua market itakuwa ina move katika mtindo huu hapa. Hapo tunasema hii market yetu ni uptrend, kwamba inapanda, ina retest, inapanda, ina retest, inapanda, ina retest. Tulisema kwamba liquidity engineering katika uptrend inatokea katika mtindo huu hapa, kwamba market ilikuwa ni uptrend. Market imekuja imevunja structure ambayo ni hii hapa, imechange character hapa. Market imechange character hapa, imechange character hapa, imevunja, tunaona imevunja hii hapa higher low. Ikiwa imevunja, tunategemea kwamba inakuwa imetengeneza liquidity engineering huku juu, ambayo ni hii hapa, ambayo ni hiyo hapo. Hiyo niliyocholea hapo. Tulisema liquidity engineering jinsi inavyotumika, tunakuwa tunategemea kwamba market, kwa kuwa tumeona kwamba market imechange character. Yaani kuchange character maana yake market inaenda kubadilisha trend, kwamba ilikuwa ni uptrend inaenda kubadilisha trend kuwa downtrend. Na tutajueje kwamba market inaenda kuwa downtrend? Kiashiria namba moja ni kwamba market itavunja previous higher low kwa uptrend. Kukisha kwa imevunja, tuna expect kwamba market ije irudi hapa, ije irudi hapa. Tuna expect market ije irudi hapa, expect market ije irudi hapa, then i drop. Hii inakuwa manake market imekuja kuifuata liquidity engineering
then imeshuka chini. Lakini sasa tunapozungumzia flip ni huwa inatokea pale ambapo market imeshindwa kuobey liquidity engineering, imevunja liquidity engineering. Na tutajuaje kama market imevunja liquidity engineering? Kwa sababu tuitegemea market igeuke hapa, na stop loss kama nilivyoelekeza kwenye liquidity engineering huwa inakuwa hapa kwenye hii hapa, hii haya ya mwisho. Kwa hiyo sasa, kwa kuwa market imevunja, haijaobey liquidity engineering, maana tunasema liquidity engineering imefeli. Ndio maana nimekwambia flip ni liquidity engineering iliyofeli kwa lugha rahisi. Kwa hiyo sasa kitakachofanyika, market tunategemea kwamba itakuja hapa. Manake flip ni hii hapa sasa. Yaani hii liquidity engineering si imefeli. Baada ya kufeli, kwa sababu market itakiwa iguse hapa ishuke chini, imefeli. Kwa hii hapa liquidity engineering inageuka kuwa flip. Kwa hiyo sasa market inachokifanya, inakuja kuchukua hii flip hapa, inakuja kuchukua flip hapa, then inaendelea kubuy. Kwamba market hapa itakiwa iseli change trend, lakini imegoma market, manake imeendelea na trend yetu ya kubuy. Sasa imekuja kuivunja hii liquidity engineering. Baada ya kuivunja liquidity engineering, haitakuwa liquidity engineering tena. Hii liquidity engineering inageuka kuwa flip. Kwa market itarudi kuchukua hapa, itakuja kuchukua flip yetu hapa, then itaendelea kubuy. Kwa flip huwa inatokea katika mtindo kama huo kwa uptrend. Then tukaangalie kwa downtrend inatokea vipi. Ngoja nifute. Downtrend inatokea remove objects. Okay. Downtrend kama kawaida, market tunajua kabisa kwamba huwa inatoka juu, inapanda, inashuka, inapanda, inashuka, inapanda, inashuka. Liquidity engineering katika downtrend tunategemea market ije break hii previous lower high. Ikibreak tunasema market hapo imechange character. Market imechange character, kwa hiyo tuna expect market ifanyeje? Itengeneze mazingira ya kubai, ianze kubai. Kwa hiyo tunasema market hapa imeshatuachia liquidity engineering ambayo ni hii hapa. Kwa market moja kwa moja inatakiwa ije hapa kama tulivyoelekezana kwenye liquidity engineering. Inatakiwa ije hapa, then ibai. Kwa trend hapo inakuwa imebadilika. Lakini sasa unakuta market imeivunja liquidity engineering yetu, imekuja kupitiliza kwenye hii hapa lower low, wakati huku ilikuwa imechange character. Kwa kama imepitiliza huku, manake hii liquidity engineering imegeuka kuwa flip. Hivyo basi tunategemea market irudi hapa ichukue flip, then iendelee na safari ibai. Kwa tunapozungumza flip katika downtrend inakuwa katika mtindo huo hapo. Okay. Tuende tuangalie katika sideway inakueje, flip inakuwa katika mtindo gani? Inakuwa hivi.
kwamba sideway tunajua market inakuwa ina move hivi. Unakuta market imebreak, imevunja hapa, imeshift hapo. Tunategemea kwamba market ije humu ndani, kwa sababu hapa ilikuwa na consolidate, market imevunja, imepanda juu. Kwa market unakuta imekuja tena, imeshuka chini, imevunja hapa, imevunja hii lower low. Hivyo tunategemea liquidity engineering imeacha liquidity engineering hapa, kwamba kinachofanyika ni kwamba market yetu ichukue liquidity engineering then iseli. Lakini sasa flip inatokea vipi? Ni pale ambapo market haijaobey liquidity engineering, imeivunja, imekuja imevunja hii hapa previous haya, hii hapa imeivunja haya. Kwa hiyo sasa market hii liquidity engineering ambayo ilikuwa ndio liquidity engineering yetu inageuka kuwa flip. Hivyo market itarudi hapa kuchukua flip yetu, then itaendelea kubai. Flip inatokea katika mtindo huo hapo. Hivyo ndio flip inavyotokea. Kwa hiyo basi tutaenda moja kwa moja kwenye market kuangalia, tutaangalia flip inatokea vipi, tunaweza tukaiona vipi flip katika market. Okay, angalia market yetu. Na liquidity engineering kwenye market ziko nyingi sana. Kama hii hapa ilikuwa liquidity engineering, kama ulielewa kwenye somo letu lililopita, ilikuwa liquidity engineering kwamba market ilikuwa imetoka huku chini, ilikuwa ni uptrend, lakini hapa market yetu iliacha, market yetu hapa ilivyo change trend, market ilikuja kufuata liquidity engineering hapa, ilichukua ikashuka. Lakini moja kwa moja tukaangalie liquidity, tuangalie flip katika market yetu. Ni minimize. Kuna flip niliona hapa. Kuna flip ilitokea huku. Na flip ilitokea. Flip huwa zinaonekana mpaka uwe makini. Ukiwa makini unaiona, unaipata vizuri kabisa. Kwa ngoja hapa tuangalie flip ilitokea wapi. Flip ilitokea wapi?
Okay, hapa tunaweza tukaona flip imetokea hapa. Market ilitoka hapa juu ikawa imeshuka mpaka hapa chini. Ilivyoshuka hapa chini, market imekuja imechange character kwenye point hii hapa. Market imetoka hapa juu mpaka hapa chini. Tuangalie movement ya kutoka hapa mpaka hapa, maana yake ilikuwa ni downtrend. Kama ni downtrend, market imetoka hapa imeshuka mpaka hapa. Hizi formation tunazitem kama ndo zile tunazitem kama zile lower low. Kwa hapa maana yake kuna lower low, kuna lower low, kuna lower high, lower low, lower high, lower low ya mwisho ikuwa hapa. Market imekuja imevunja, change character hapa. Market change character hapa, imevunja hii hapa lower high kama tunavyoona hapo. Kwa market hapa ilivunja lower high. Hivyo kama ilivunja lower high, tulitegemea kwamba market imechange character, inaenda kwa nini? Ilikuwa downtrend, inaenda kuwa uptrend. Lakini sasa market ilivyovunja hapa, ilivyovunja hii hapa, hii lower high, market ikatembea mpaka point hii hapa, ikaja kushuka. Maana kama tulivyoelekezana kwenye liquidity engineering kwamba liquidity engineering yetu ilikuwa ni hii hapa, baada ya market kuja kushift hapa. Kwa market tuitegemea ije ichukue liquidity engineering hapa, ije ichukue liquidity engineering hapa kwenye mstari hapa, then ipande juu. Lakini haijafanya hivyo, market imevunja. Na tutajuaje kama imevunja? Tunaangalia imevunja hii hapa last lower low, yetu hii hapa kabla ya kushift, ambayo ilifanya market yetu ende kushift. Kwa hiyo ilivyovunja hii hapa last lower low, market maana yake hapa tunasema hii liquidity engineering imefeli. Kwa hiyo sasa kama imefeli, maana yake imegeuka kuwa flip. Liquidity engineering yetu hii hapa imefeli, imegeuka kwa nini? Kwa flip. Kwa kama imegeuka kwa flip, kama tulivyoambizana kwamba market itakachokifanya itaitumia ile liquidity engineering iliyofeli kama nini? Kama flip. Itatumia kama flip. Kwa hiyo tuna expect kwamba market itatoka hapa, itakuja itachukua hii flip hapa, then itafanyaje? Itaendelea. Kwa maana yake kwa watu ambao walitrade flip hapa, maana yake waliweka order zao hapo, market ikaja ikachukua ikatembea mpaka hapa, japo haikutembea parefu sana, lakini hapo tayari watu iliwapa nini? Iliwapa pips kadhaa hapo. Though sometime market ikikutanaga na flip huaga inatembea parefu, lakini hapo tunaona itembea pafupi. Lakini kama tunavyoona kwamba market imekuja imeobey flip, imekuja mpaka hapa, mpaka somewhere hapa. Kwa flip katika market huwa inatokea katika mtindo huu hapo. Mfano mwingine tunaweza tukaiona flip hapa.
Ngoja nifute hizi drawings. Tatengeneza video ambayo nitaiandaa moja kwa moja, tutakuwa tunaonesha flip moja kwa moja kwenye market ili tuweze kuelewana vizuri zaidi. Hiyo haitakuwa na maelezo mengi kwa sababu tushaelekezana flip ni nini. Hapo tutakuwa tunachambua tu kwenye market, tunaonesha flip inatokea vipi. Tunaweza tukaona hapa mfano wa flip kutoka market iliyotoka hapa mpaka hapa. Kipande hiki hapa market hapa ilikuwa ni uptrend. Kwa kama ilikuwa ni uptrend, tunaona market ilikuja ilitengeneza liquidity engineering hii hapa. Kwa market iliporudi huku ilitengeneza liquidity engineering ambayo ni hiyo hapa. Ambayo ni hiyo hapo. Lakini market ilikuja ilishuka, tuka expect kwamba market ije ichukue liquidity engineering iendelee na nini? Na safari, lakini hiyo liquidity engineering ilifeli. Market ilienda ilipitiliza hii high. Kwa tunaona imetembea huku, lakini imekuja imeifuata hii flip kwa sababu hii ni liquidity engineering iliyofeli. Kwa market imekuja imefuata flip then imetembea. Kwa flip inakuwa inaonekana kama hivyo. Na hivyo ndo namna ambavyo tunaitumia flip katika market. Ngoja niangalie kama nitaona kama tutaweza kuona flip nyingine ambayo inaonekana clear zaidi. Flip mara nyingi huwa haziwi clear sana, lakini ukishaielewa ni rahisi kuiona. Anyway, kwa leo guys tuishie hapo. Tutaandaa video ambayo itakuwa inaelezea kwa upana zaidi. Hiyo italenga mifano moja kwa moja kwenye chart, flip inaonekana vipi. Tutakuwa tunatafuta flip tu moja kwa moja. Kwa leo tuishie hapa. Thank you guys. Karibu kwa video zingine, usahau kushare, kusubscribe na comment.